الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Naam, ndugu zangu katika umma wa Kiislamu, tunaendelea na darasa zetu. Naendelea kukumbusha kwamba kama ulikuwa unafuatilia darasa hizi zetu tafakuru ya Qur'ani, ambayo tumesema tunazama katika taaluma mbalimbali, ili mradi kijana mwenzangu uweze kutafakuru katika Qur'ani. Kuna mambo chungu mzima, kuna mambo mengi sana tunatakiwa tuyachunguze ndani ya Qur'ani, tuitafakari Qur'ani, tutadabbur katika Qur'ani. Kwa hiyo tutatumia taaluma mbalimbali. Kwa hiyo kama utakuwa wewe ni mgeni wa hizi darasa zetu, ungeanza mwanzo kufuatilia uelewe nini tunachozungumzia na mpaka hivi sasa. Naam, tunaendelea na darasa zetu ambapo tulikuwa tumefikia katika kipengele cha kuelezea jinsi ambavyo leo hii dunia imefikia hatua ilipofikia. Irani na Marekani wapo katika sintofahamu na wapo katika hali ya mapambano ya usiku na mchana, lakini tulizungumza katika namna ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutumia katika watu wanaoelewa ilmu al-ishara, yani elimu ya alama. Hii ni alama miongoni mwa alama za ujumbe katika dunia, kwamba tunatakiwa tuelewe kwamba huu ni ujumbe, na wale Mayahudi wanatakiwa waelewe kwamba huu ni ujumbe kwa wao, kama wanapewa onyo, onyo ambalo hawatakiwi kuvuka red line. Tumezungumza huko nyuma kwamba alikuwa tayari Myahudi anavuka red line katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hichi kitendo cha kuwa vita hii imezuka ghafla baina ya Mwirani na Myahudi, hili lilikuwa ni onyo miongoni mwa maonyo ambayo Mwenyezi Mungu hutuma. Kumbuka zama za Firauni, kabla ya Firauni kuangamizwa, pigo la mwisho, ameletewa maonyo mbalimbali, ni mradi kuamini na kuonyeshwa kwamba hapaswi kuwa na kibri. Ikiwa baadhi ya mambo machache madogo yanashindwa kuyamudu, basi hapaswi kuwa na kibri. Leo tunaona Myahudi katika taifa ambalo limewekwa vikwazo takriban miaka 40, imewekwa vikwazo vya kibiashara, mambo ya kiuchumi, mambo ya mbalimbali, lakini ikaja kupigwa na taifa hilo ambalo limewekewa vikwazo mbalimbali miaka mingi sana. Je, vipi ingelikuwa Irani haijawekewa vikwazo vikubwa? Kwa hiyo tunaiangalia Qur'ani katika kuichunguza zaidi. Qur'ani inatuambia nini na ujumbe gani tunapata kupitia hili? Na tukiangalia katika mambo ya isharat, ilmu al-ishara, kuna alama gani ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia na zinatokea kwa sasa? Tunapokaa kimya bila kutafakari, inamaanisha dunia imefika mwisho, watu wamejisahau. Na tunapoambiwa kwamba kiyama kitatokea ghafla, ama dalili za kiyama zinavyotokea watu wengi wanakuwa hawaelewi, hii ina maana kwamba si kwamba watu watakuwa hawazitambui hizo ishara, lakini ni jinsi gani watu walivyokuwa wamejisahau katika dunia. Kwa hiyo naweza nikawa ninazungumza haya unayoelewa, lakini unaweza ukawa kama umelala usingizi mzito, huelewi kinachoendelea duniani. Tukiwa tunaendelea katika tafakuri ya Qur'ani, niwarejeshe kidogo. Mwanzoni tulikuwa tumeelezea namna ya kwanza ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza katika Qur'ani kwamba hawa Mayahudi watafanya ufisadi katika ardhi mara mbili. Lakini hii hatua ambayo wamefikia mpaka hivi sasa, na wameshapewa onyo tayari, inaonyesha onyo wameshapewa. Jinsi dunia inavyoenda kwa kasi mpaka hivi tulipofikia, hawa mabwana
athari wanayopata ni kubwa sana, licha kuwa Myahudi hataki kukubali, lakini taifa kama Marekani tayari lishakiri kwamba kapata hasara kubwa sana. Kwa kitendo hichi kitampelekea akae chini hata kisirisiri, ikiwa kwa dhahiri anaweza akaona aibu kwamba nikikubali mimi masharti yatakayowekwa pale, mimi nitakuwa nimeingia katika kujidhalilisha, lakini watakaa chini, atakubali, yani vyovyote hivyo, awe Myahudi awe Marekani, kwa wanachopitia sasa hivi, kwa sababu walitegemea kwamba hii vita itatikisa dunia na wataathirika watu wengi duniani. Lakini cha kustaajabisha sasa hivi kila mtu anazinduka, kila mtu sasa anatengeneza cha kwake, anaamua sasa kujitegemea. Ni sawasawa na baba akapata uchizi, watoto sasa wameamua kwenda kutafuta nguo zao, wameamua kutafuta kula yao, wameamua kujitegemea wao kama wao watoto. Kwa hiyo hichi ndo kinachopelekea sasa Marekani kuacha kabisa kumsapoti Mwisraeli. Hii inatokana na anahofia wale ambao walikuwa wapo chini kiuchumi wanaanza kupanda, kwa sababu tayari ndio wateja wake walikuwa ni customers, alikuwa ameweka katika mifumo yake. Kwa hiyo kitendo cha kuwa mifumo ile inavurugwa, hapati athari Mwafrika, hapati athari mtu mwingine, wanapata wao zaidi, kwa sababu wanaripuana wao kwa wao katika mataifa yao. Sisi hakuna kinachotuingizia hasara zaidi ya kupanda bei tu kwa vitu. Sasa hii inakuwa ni fundisho kwetu sisi wa Afrika kutengeneza vitu vya kwetu bila kutegemea wao, kwa sababu vita wanapigana wao, athari tunapata sisi. Kwa hiyo hii inapelekea kwamba sasa hivi tumeona Afrika baadhi ya mataifa, mfano Nigeria, wanaanza kuchimba wao wenyewe mafuta. Hata Tanzania sasa hivi wameanza kuingia mikataba mbalimbali ya kuanza kujiinua katika namna moja ama nyingine. Hili hatolikubali Marekani. Sasa hapa ndo itatokea sasa kuweka fake treaty, yani mkataba feki wa kujifanya wanataka amani, wanataka mkataba feki wa amani, ambao huu mkataba ambao utakao kuja kuwekwa utakuwa ni fake, ili mradi kuifanya ile dola yao ama kuifanya ile currency yao ipande, kwa sababu tayari sasa hivi inaporomoka. Sasa wakati vita hii inaendelea, mawili yatatokea, na kwa mujibu wa dalili za kiyama, miongoni mwa dalili za kiyama kuna la kwanza litatokea. Dalili gani hiyo? Dalili ambayo itakayokuja kutokea, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alisema kukauka kwa mlima, kukauka kwa mto Furat, ambao huu unaitwa Euphrates River, mto Furat. Kukauka kwa huu mto itakuwa ni miongoni mwa dalili ya kiyama ambayo itakayojitokeza. Huu mto utakauka kiasi kwamba ile sehemu ya huo mto kuna mlima chini ya mto utaanza kuonekana, yaani maji yatatoweka kabisa, na hayo maji yakitoweka, mlima utaanza kuonekana. Huu mlima utakuwa ni wa dhahabu kwa mujibu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa huu mlima ndio utakaopelekea mataifa haya makubwa kugombania kutokana na anguko kubwa la kiuchumi. Yaani hii vita inayoendelea, kutatokea anguko kubwa sana la kiuchumi, ambayo ili anguko kwa namna moja ama nyingine kila mmoja anataka ainuke kwa kishindo, na watu wana uwezo wa kurudi kule katika namna ya kutumia sasa sarafu ama dhahabu. Sasa kitendo cha kuwekwa katikati hiyo mali ni sawasawa, kwa lugha ya vita tunasema gombania goli, ni sawasawa hasa itakuwa wanagombania hiyo sehemu. Itakuwa ni maeneo ya Iraq, hiyo sehemu itakuwa ni maeneo ya Iraqi. Huo mto Furati upo maeneo ya Iraqi. Hebu kwanza kidogo niuelezee huu mto Furati inakuwaje, asili yake ni nini, na mpaka utakauka na umekauka kwa sababu gani, na hivi tunavyozungumza tayari hiyo dalili ishaanza kuonekana. Nitakuwekea video hapo ili mradi uone jinsi gani huu mto ulivyokauka, na utanambia wewe sasa, je, haya ninayozungumza ni ya kweli ama ni ya uongo? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alitabiri hilo kutokea. Sasa tueleze kidogo huu mto Furat
Wakati safari ya Isra na Mi'raji Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyoenda mbinguni, tunaelewa alionyeshwa ishara mbalimbali, lakini alipofika katika Sidratul Muntaha akaona mito minne, miwili inachuruzikia peponi na miwili inachuruzikia duniani, ambayo hii mito miwili inayochuruzikia duniani, mto mmoja umedondoka maeneo ya East Africa ambao ni mashariki ya Afrika, ambao ni maeneo ya Rwanda na Burundi, na mto mmoja unadondokea Uturuki ya sasa katika maeneo ya milima ya Taurus na milima hiyo ya Taurus na milima ya Ararat kama sikosei hapo. Kwa hii milima hii ndio inapokea yale maji yanayotoka mbinguni, mto huo mpaka unakuja kuzaliwa mto. Basi ule mto ambao unaotoka kule, mito ile miongoni mwa mito miwili, mmoja umedondokea Uturuki, mwingine umedondokea maeneo ya Afrika, na nitakuja kueleza baadaye kwa nini mmoja umedondokea Afrika, hii ni reserve ya baadaye, na kwa nini mwingine umedondokea maeneo ya Uturuki. Hii ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya mambo hajaweka kwa bahati mbaya, kwa mikakati maalumu ya baadaye, na nitaeleza kwa nini imekuwa sehemu mbalimbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema, ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, enyi majini na wanadamu, ikiwa mtaweza kupenya katika qitr, katika milango, katika portals, wazungu wanaita portals, ndio Mwenyezi Mungu anaita aqtar samawati wal ardh, portals za mbinguni au za ardhini, basi penyeni, hamtapenya isipokuwa kwa sultani. Kwa hizi portals maalum ambazo Mwenyezi Mungu kaziweka, hizi ni portals maalum ambazo Mwenyezi Mungu anapitishia yale maji kutoka mbinguni, kutoka Sidratul Muntaha, yanapenya kuja duniani. Sasa ni jinsi gani yanapenya kuja duniani? Wale ambao wamesoma chemistry wanaelewa kuna 3 state of matters ambazo hizi hali tatu za maada ambazo zinatambulika kama gas, zinatambulika kama solid, zinatambulika kama liquid. Sasa kutokana na frequency ya juu sana ya nuru ambayo ipo mbinguni huko, haiwezekani yale maji yakawa na pressure kama hii ya duniani. Haya maji ya pressure tulokuwa nayo huku duniani, hii ni hali ya liquid ambayo inamiminika. Yale maji ya kule yapo katika hali ya gas. Yani gas ni hali ambayo ukiambiwa gesi inatembea hutoweza kuiona kwa macho, lakini ni mfano kama wa smoke, ni mfano kama wa moshi, namna kama hiyo. Kwa hiyo yale maji ya kule, kwa sababu ni maji ambayo yanatoka katika Sidratul Muntaha na yanachuruzikia duniani, ili kupunguza, Mwenyezi Mungu anatumia sayansi hapa, ili kupunguza high pressure ya yale maji kuteremka duniani kuwa na pressure kubwa, anayateremsha kwa mfumo wa gesi. Kwa sababu kama yatateremshwa katika mfumo wa solid au liquid, itakuwa na pressure kubwa sana katika dunia. Ashumu maji yangekuwa yanateremka katika mfumo wa kama unavyojaza maji kwenye tanki. Unaona maji yanavyojazwa kwenye tanki lile, maji yanavyoingia mule kuna pressure kubwa ambayo inakuja kupiga chini, unasikia mlio kabisa. Kwa hiyo duniani tungekuwa tunasikia milio mikubwa sana ya mchuruziko wa maji. Lakini yale maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeka portals maalumu, ambazo hizo portals inapita ile gas. Yani katika zile 3 state of matter, gas hali ya kwanza inatiririka kutoka huko mpaka kufika katika tabaka la troposphere, ambayo hili tabaka kiasilia ni tabaka ambalo lina mawingu, ambayo haya mawingu
Ukisikia ile mivumo ya radi, maji yanateremka kuja duniani, mvua ndio inatengenezwa hapa. Sasa katika lile tabaka la troposphere na stratosphere, katikati hapa, yale maji yanakuja kukaa hapa katikati, na nitaeleza kwa nini yanakuja kukaa hapa katikati. Yanapokuja kukaa hapa katikati, kwa sababu sehemu hii kuna centigrade kubwa, ambayo hii centigrade ni kama 50 centigrade negative kama hiyo. Yaani hii hali ya baridi hapa ipo ya kiwango kikubwa sana. Kwa yale maji ya gesi yanapokuja hapa yanabadilika kutoka state moja kuingia state nyingine ya solid, ya mgando, barafu. Sasa likishaingia katika hali ya barafu hapa katikati, kumbuka hili tabaka la stratosphere, kuna troposphere na hili tabaka la juu yake, nimesema hapa katikati. Hili tabaka la juu hili tabaka la juu stratosphere, hili ndio tabaka ambalo linazuia sunrise, yani mionzi ya jua kuja duniani, ili mradi tuchome kwa ile sumu yake, kwa ile mionzi yake mikali. Kwa limewekwa tabaka hili, Mwenyezi Mungu kaliweka maalum hili tabaka ili mradi kuzuia ile mionzi mikali. Ndio maana tunaposema kwamba ile global warming duniani inavyoongezeka, yani ongezeko la joto kali duniani ni kitendo cha kuwa hili tabaka ili watu wanalitoboa kwa carbons na zile acidic ambazo zinazalishwa na greenhouse na viwanda mbalimbali hapa duniani, wanaenda kutoboa lile tabaka. Lile tabaka likishatobolewa, kwa hiyo jua linakuja straight moja kwa moja, kwa sababu ukanda huo huenda kuna mambo mbalimbali ambayo yanaendelea ya sumu yanayozalishwa kutokana na viwanda, kutokana na vilimo ambavyo vinatumika katika hali ya greenhouse. Hawatumii natural resources, wanatumia greenhouse. Kwa ile ndio inaenda kupanda kwenda kutoboa ile tabaka ambalo tumesema zinaitwa ozone layers. Sasa hapa nilikuwa nimeingia kidogo kwenye geography na chemistry. Kwa hiyo sasa tukirudi katika huu mto unavyokuja kuzalishwa, kuna hiyo sehemu sasa Mwenyezi Mungu huwa anaweka milima. Kama sisi mfano, nipige mfano mlima Kilimanjaro. Simshaye kuona mlima Kilimanjaro unaingia kama kwenye mawingu hivi. Basi ile ni kama kulateni. Nikisema kulateni, kama tanki ambalo linaenda kuchota yale maji kuteremsha duniani. Subhanallah. Alafu mtu anatokea na kwambia hakuna Mungu. Wewe unaitambua dunia. Mwanadamu yupo kwenye chungu, basi anavyoamini kile kilichomzunguka ndicho anaona kwamba hichi kilichokizunguka, hichi kilichonizunguka mimi hichi, kwa kuwa anakijua kile kilichomzunguka ndo anaona dunia ni kama kijiji. Lakini wallahi kuna ulimwengu mkubwa ambao hatuuone. Kwa hiyo yale maji yanapoteremka, kumbuka yashafika katika lile tabaka ambayo tumesema troposphere pale. Kwa hiyo lile jua linalopiga linakuja kuyeyusha lile barafu, na milima ile ya tumesema kwenye maeneo ya Uturuki kuna portals maalum ambayo inashuka mpaka kwenye milima ya Taurus na Ararat, ile milima ya volcanoes. Kuna milima ya volcanoes inapokea yani ile milima ya volcanoes, kwa sababu ile ni Uturuki ni ardhi ya baridi, yani ile milima yasemekana kwamba toka iumbe ni hali ya baridi tu. Kwa hiyo ile milima siku zote ipo katika hali ya baridi. Kwa hiyo kuna milima maalum ambayo Mwenyezi Mungu kaiandaa ya volcanoes. Ile volcanoes kazi yake ni kupooza lile barafu, kuliyeyusha na kulipitisha katika portals maalumu, kupenya katika miamba kuingia chini ya ardhi. Kwa hiyo inapoingia yale maji chini ya ardhi mpaka chini kule, Mwenyezi Mungu katengeneza miamba chini huko. Ikishaingia kule katika visima vyake maalumu Mwenyezi Mungu alioitengeneza, kwa hiyo kule kuna hot, yani joto kali sana linalozalishwa na ile volcanoes na ile pressure ya kule chini, kwa sababu imefungwa na mifumo maalumu ya ile milima.
Kwa hiyo lile joto linafanya yale maji kuchemka. Yale maji yanavyochemka, pressure yake, unajua unapochemsha maji kuna ile pressure, maji yanatokota. Kwa hiyo yale maji yanavyotokota, yanavyoruka, ndiyo yanaruka katika nyufa maalumu, na zile nyufa maalumu Mwenyezi Mungu katengeneza kama mabonde ya ufa, yanaitwa bonde la ufa. Ukisikia bonde la ufa, kuna nyufa maalumu ambazo zimetoka chini ya ardhi mpaka juu, ambazo yale maji yanapanda kwa kasi ya ajabu sana. Lakini kumbuka hizi prosesi zote zimepita, ndio maana maji ya mto Euphrates, mto Furat na mto Nile tunaozungumza huku, tutakuja kuizungumza huku East Africa inakujaje, na tunazungumza hapa huu mto Furat. Sasa huu mto Furat sasa tulikuwa tunakusudia hapa ndio unakuja katika namna hiyo. Kwa hiyo huu mto Furat unateremka chini, alafu unapandishwa tena juu. Hii kupandishwa juu tena inakuja kusafishwa. Kumbuka Mwenyezi Mungu katika miamba akaweka mawe maalum ya kuzuia, kama vichujio, ya kuzuia yale madini ambayo yamepatikana kupitia volcanoes. Yale maji yatakuwa na sumu, kwa hiyo kuna mawe maalum ama madini maalum ambayo yamewekwa katika miamba. Kazi yake ni kufyonza zile sumu, kubakisha maji asilia. Kwa hiyo yale maji, unaambiwa yale maji yana heavy, yana ugumu kidogo, yanakatisha kiu mara moja, kwa sababu ya mazito, maji mazito sana. Kwa hiyo yale maji sasa yanavyopanda kuja katika ile miamba kupitia ile pressure ya hot water, kwa hiyo yanapanda na yanafika katika miamba fulani, miamba mingine ya baridi. Kumbuka milima mingine inakuwa ni ya barafu, kwa hiyo inafanya maji yale kupoozwa, yanapanda mpaka kuja duniani. Maji yanakuja katika bardan wa salaman. Subhanallah, hii ndiyo sayansi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtafakari huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema utakauka. Kivipi ukauke na maji yanatiririka kutoka peponi? Subhanallah. Kwa hiyo sasa kumbuka, nimesema hii milima ipo maeneo ya Uturuki. Milima ya Taurus na milima ya Ararat ndio inapokea yale maji kutoka mbinguni, ambayo yamebadilika katika 3 state of water. Kuna gas, yakaja kwenye solid, yakaingia kwenye liquid, yakamiminika kuja duniani, yakapandishwa. Kwa hiyo yanapopandishwa sasa kuja ulimwenguni, ndio yale maji sasa yanasambaa, yanapita Uturuki katika njia zake, inatengeneza portal zake kuja duniani, yanapenya, yanaingia Syria, yanaenda Iraq. Kwa hiyo pale Iraqi sasa ndiyo huo mto unaitwa mto Furat, ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kautabiria utakapokauka huo utatoa mlima wa dhahabu, ambao Mwenyezi Mungu aliuandaa huo mlima wa dhahabu. Na kumbuka haya mambo toka dunia inaumbwa, haya mambo yanateremka, si kwamba amekuja juzi. Huo mto toka dunia inaumbwa yametabiriwa, yani huo mto Furati huo umetabiriwa mpaka kwenye Bible. Kama watu wanasoma Bible kwenye Ufunuo wametabiriwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katutabiria hayo mambo. Kwa hiyo si mambo ambayo ya kubahatisha, na nitaweka video hapa kuthibitisha haya ninayoyazungumza, huu mto Furati jinsi gani unakauka kadri siku zinavyoenda. Sasa tuelezee ndugu yangu, ni jinsi gani unakauka. Kabla ya hivyo, turudi kule mto mwingine, huu mto Nile. Huu unaitwa mto Furati. Kuna mto Nile ambao kwenye Qur'ani imetajwa sana, ni mto ambao Nabii Musa alayhi salatu wasalam aliwekwa katika kisanduku wakati ananusuriwa, akapelekwa kwa Firauni, kwa sababu huu mto umepita maeneo ya Misri kwenda Israeli, kuendea Al-Aqsa huko. Kwa hiyo huu mto asili yake ni maeneo ya Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda. Hizi sehemu 3 au 4 ndio asili yake, na nitakuja kueleza kwa nini Mwenyezi Mungu kauweka huko, kwa nini kaficha huko chanzo chake, kwa nini, na kwa nini chanzo hiki kilichowekwa Furati unakauka. Ndio nilieleza huko nyuma. Mwenyezi Mungu kawapa mamlaka hawa ngozi nyeupe, lakini wanachokifanya ni ufisadi katika ardhi. Angalia wanachoenda kukifanya sasa. Angalia wanachoenda kukifanya mpaka mto unakauka.
Sasa huu mto Nile nao unapita katika process ile, ila process yake inabadilika. Kuna milima kule ya mitumba maeneo ya Kongo, Rwanda, Burundi. Hii milima hii si ya volcanoes. Sisi tunapata maji ya tofauti, tunapata maji pure kabisa kutoka peponi straight, inateremka kuja duniani bila kupitia kwenye volcano, bila kupitia process ya chini, bila kupitia popote pale, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaelewa huku nikiwekea hivi na huku nikiwekea hivi, hawa huku wana ufisadi mkubwa kuliko wa huku. Kwa hiyo sasa huu mto sababu ya chanzo cha mto Nile huu uliokuwepo maeneo ya Rwanda, Burundi, hii East Africa huko mashariki huko ya Afrika, yale maji yanapopokewa katika ile milima, yale maji hayaingii katika ndani ya mlima, yani hayaingii chini yakateremka, yanaingia katika poto za nje ya mlima. Kuna njia maalumu, ule mlima unakuwa unachuruza maji. Unajua kuna milima inakuwa inatoa maji kama waterfalls, ambayo hayo maji wewe unaweza ukasema maji mbona yakauki maisha yake yote? Shekhe, ya maji yanatoka mbinguni jamani. Kama ushe kukutana na waterfalls, toka dunia imeumbwa ya maji hayakauki, siku zote yanatiririka, yana flow tu. Kwa sababu gani? Imepita katika hali ya gas, ikaja katika hali ya solid, ikaingia katika hali ya liquid kutokana na jua. Ukanda wa jua, ikweta yetu ipo karibu sana. Kwa hiyo jua linapoenda kuyeyusha lile barafu, kuteremsha duniani, Mwenyezi Mungu hapitishi lile barafu katika namna nyingine,